Na hii imekuwa changamoto kwa wengi sana. Wanajiuliza inawezekanaje mtu anatoa ushahidi kwamba mapambo ni dhambi na hayatakiwi kwa mtu ambaye ameokoka. Na maswali haya yamekuwa yamezua utata sana. Na saa nyingine mpaka wachungaji na maaskofu, si tu wewe ambaye unapata changamoto hii ya kuelewa hili, lakini mpaka wachungaji na maaskofu ambao wamepitia kwenye vyuo mbalimbali wanajifunza hilo, kwamba kupitia hivyo vyuo kwamba mapambo kibiblia hayajakatazwa na hajazungumzwa kwamba ni dhambi. Na vyuo hivyo vimeendelea kuwaaminisha hivyo, kilicho kibaya zaidi. Na hiyo ndio inazalisha wachungaji wengi sana wa Kipentekoste wa leo wamekuwa hawana msimamo juu ya mapambo. Wanakuambia Roho Mtakatifu atakavyo kuongoza na wewe fanya hivi. Sasa Roho Mtakatifu atakavyo kuongoza na wewe ufanye hivi. Ukiyavaa hayo mapambo, wanakuambia, ukauliza kwa nini sasa kuna washirika wamevaa hayo mapambo, wanakuambia ni Roho Mtakatifu amempa amani ya kuvaa. Sasa kama ni Roho Mtakatifu ndio amempa amani ya kuvaa, ukija kuuliza kwa wengine ambao hawajavaa hayo mapambo, anakuambia ni Roho Mtakatifu ndiye amemuonesha awe hivyo. Kwa hiyo unaweza kujiuliza, huyu Roho Mtakatifu ni yupi ambaye anaruhusu, anawapa amani watu wavae mapambo? Na ni yupi ambaye Roho Mtakatifu huyu amejigawanya vipi? Wengine amewapa amani wasivae mapambo. Na hili swali lije kwa viongozi wote, sio tu kwako wewe ambaye unajiuliza, lije kwa viongozi wote wanaosimamia makanisa, kwamba Roho Mtakatifu tunasema kwamba ambaye hajavaa haya mapambo ni Roho Mtakatifu amemuongoza kutokuvaa. Lakini pia katika washirika hawa humo ndani ya kanisa, wapo ambao hawajavaa. Sasa tukiuliza kwamba hawa wasiovaa, naye ni Roho Mtakatifu huyo? Wanakuambia naye ni Roho Mtakatifu ambaye amewapa amani ya kutokuvaa. Ukija utafakari wa kina, utaelewa kwamba kuna udhaifu na kuna kweli ambayo inafichwa. Ukiona sehemu ina utata sana, jua kuna kweli ambayo inafichwa. Ndio maana leo nimekuja na Biblia moja kwa moja hapa, ili uone ushahidi ambao nakupa. Usije ukabaki kuwa kama wale ambao wanasema ukivaa ni Roho Mtakatifu na usipoyavaa ni Roho Mtakatifu amekupa amani. Ushahidi huu, na kama utakosoa basi utakosoa kwa kuangalia ushahidi. Kwenye waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 3. Naomba tujifunze wote hapo. Ukiwa unaweza kunifuatilia kwenye Biblia yako, itakuwa ni vema zaidi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 kuanzia mstari huu wa mstari wa 3. Tunajifunza hapa kwenye mstari wa 3, tunasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele wakaweka mkato, kujitia dhahabu napo wakaweka mkato. Ukisema uchambue kwanza kwenye hii mikato, kwa sababu Biblia ikiweka mkato maana yake ni kwamba inatakiwa fafanuzi.
Hapo usivuke bila kutoa au pata fafanuzi. Mkato huu wa kwanza ambapo upo kwenye mstari huo tunaoanzia wa 3, ambapo tunajifunza kwamba kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Maana yake nini? Wewe unayejipamba na wewe unayepata maswali kama haya kwamba inakuaje kwenye swala hili la kujipamba, kusiwe kujipamba kwa nje. Kwa moja kwa ufupi tunasema kwamba kusiwe kwa nje, sio kuwe kwa nje. Kusiwe kwa nje. Hapa maswali mengi yanaanzia hapa kwamba kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Wanaoharibu mantiki ya maandiko wameongezea neno lao wenyewe binafsi kwamba kujipamba kwenu kusiwe tu kwa nje. Kusiwe tu kwa nje. Wameongezea neno tu. Hapa hamna neno tu. Nitarudia tena kusoma kwenye mstari huo wa 3. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Sio tu, hamna tu hapa. Maana yake kwamba hili swala halina mbadala. Ni moja kwa moja halitakiwi kujipamba kwa nje. Kwa hiyo yule ambaye anafanya lengo hili kwa kujipamba na ni kunaonekana kwa nje, maana yake tayari yupo nje ya Biblia. Tujifunze pamoja hapo. Baada ya huu mkato wa kwanza kwamba kusiwe kujipamba kwa nje, tunataka mkato wa pili hapo. Tunaenda taratibu kipengele mpaka kipengele. Yaani akatolea sasa maana, sasa akaweka mkato. Maana yake kwamba kwa namna gani sasa kunazungumziwa. Baada ya neno yaani, baada ya neno hilo kuna mkato na tumeshawafanua kusuka nywele na kujitia dhahabu. Hapa pia pana mkato mwingine ambao nao pia unatakiwa fafanuzi. Mkato huu ambao nao unatakiwa ufanuliwe ni dhahabu na kusuka. Hamna option hapa. Tusiseme kusiwe tu kujipamba kwa nje, ni kwamba tujipambe lakini kusiwe peke yake kwa nje bali kuwe na ndani. Hapana. Kusiwe kujipamba kwa nje. Na imeelezwa kusuka na kujitia dhahabu. Kusuka tunaelewa. Wanasuka, watu wanasuka na rasta, pia wanasuka na wigi, sijui wanasuka na sijui katani, wanasuka hivyo. Lakini moja kwa moja kumetajwa katika Petro 3:3 hapo. Lakini dhahabu inayozungumziwa ni zile dawa ambazo zinaunganishwa moja kwa moja kwa lengo la kubadilisha muonekano wa nywele. Tunaweza tukaita zina majina mbalimbali kutokana na sehemu. Wengine wanaita wevu, wengine wanaita karikiti, wengine wanaita majina mbalimbali, lakini moja kwa moja ijumuishe kwamba ni dawa ambazo zinatumika kubadilisha muonekano wa nywele. Zinatiwa kwenye nywele, zinaoshwa na nywele zinabadilisha muonekano, na ndizo ambazo zimetajwa hapa kwenye Petro kwanza 3:3. Baada ya mkato wa kwanza wa kusuka kuna mkato wa pili ambao ni dhahabu. Tayari shatolewa ufafanuzi mstari mpaka mstari.
ili fafanuzi zingine ambazo zina changamoto kwenye sehemu hiyo basi uweze kuelewa. Baada ya mkato huu wa dhahabu, tumalizie andiko. Tuende kwenye mstari wa 4. Na kabla tujaruka hapo, kuna maandiko tena ambayo ni mazuri zaidi. Ametaja baada ya mkato huu kuisha, amesema na kuvalia mavazi. Kuvalia mavazi kunakozungumziwa hapa imekuwa nayo pia changamoto kwa watu, kwamba sasa hatutakiwi kuvaa mavazi. Hapana, haimaanishi kwamba sasa tuache kuvaa mavazi na tuishi tukiwa tuchi, jambo ambalo haliwezekani. Mavazi yanayozungumziwa ni yale ambayo hayana utukufu wa Mungu. Na ukitaka kujua kwamba Mungu hapendi sisi tukae bila mavazi, baada ya Adamu na Eva kufanya dhambi, walipojiona wa uchi, Mungu akabadili, akaua mnyama kwa ajili ya kupata ngozi ili wavikwe. Kwa hiyo utajifunza hapo kwamba haimaanishi kwamba sasa watu wasivae nguo kaya uchi. Inafafanuliwa katika Mwanzo ambapo Biblia inaonesha Mungu alipenda watu wasiwe uchi. Lakini pia kwenye mstari wa 4 tunajifunza zaidi hapa. Tuko na Biblia moja kwa moja ili tupate ushahidi kabisa. Tutaki mtu aje na maneno ya mdomoni, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana. Hapa napo na mkato. Maana yake usiwe utu, kusiwe bali kuwe kujipamba kwa utu wa moyoni. Si tu kwa vyote kwamba kujipamba kwa nje na kwa utu usioonekana wa moyoni, hapana. Biblia neno tu, hilo tu ambalo linaongezwa hapa kwenye Biblia halipo. Lakini baada ya huo mkato anaendelea katika mapambo yasiyoonekana mkato, yaani roho ya upole na utulivu. Napo pana mkato, roho ya upole na utulivu. Si kwa nje bali kwa roho ya upole na utulivu. Tumalizie tupate maana kamili zaidi. Baada ya utulivu kuna mkato pia. Na hivyo anamalizia kusema kwamba roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Mstari wa 5, maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Kwa roho ya upole na utulivu, hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake wa kale. Si kwa hereni, si kwa kujitia dhahabu, si kwa mitindo mbalimbali ya kusuka, tena ile ya kufuatisha leo umezuka upi na wewe unabadilisha mtindo. Si kwa hivi bali kwa utu wema, kwa upole na kwa utulivu, ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu. Sasa yule ambaye anatuambia kwamba andiko hili halimaanishi kwamba watu wasijipambe moja kwa moja, bali linamaanisha vyote. Kama unajipamba, lakini ndani yako kuwe na moyo wa utulivu na utu, na uwe na moyo wa utulivu, uishi maisha yanayompendeza Mungu. Hapana, kwa sababu Biblia haijazungumza hivyo. Na hii niongezee hapa Biblia ambapo inaendelea kufafanua kwamba walijipamba watakatifu wa zamani, watakatifu wa kale, wanawake watakatifu wa kale. Sasa kama hawa walijipamba hivi kutokana na maisha haya ya kujipamba kwa utulivu, kujipamba kwa ndani,
kukapelekea wamehesabika kama ni watakatifu. Je, leo wewe ambaye ni mtakatifu, unasema ni mtakatifu na unajipamba, kwa utakatifu upi ambao tunauzungumza hapa? Maana hawa wakujipamba lakini waliitwa watakatifu. Sasa wewe ambaye unajipamba lakini bado na wewe unasema na yeye ni mtakatifu, maana yake moja kwa moja tuko kinyume na maandiko. Lakini pia wakati tunamalizia sehemu hii, kumekuwa na maswali kwamba inawezekanaje sasa dunia ndio tunayoishi, na kama ndio tunayoishi, maana yake haya yamo humu ndani ya hii dunia, tunawezaje kuyakwepa? Kwa kutumia kigezo hiki, watu wengi sana wamekuwa kama wewe unavyojiuliza kwamba inawezekanaje, na watu wengi pia wamekuwa wakijiuliza kwamba inawezekanaje. Lakini pia wengine wanasema kwamba kwa sababu ndio kanuni ya kuonekana ni msafi leo, kuonekana ni mzuri, kujipamba, yani hereni, kutia hizi dawa za nywele, pete, kufuga kucha, haya yote ni mjumuisho mapambo. Lakini pia hizi wigi na vitu kama hivyo, navyo pia vimejumuishwa kwenye sehemu mapambo. Na Biblia inaposema kusiwe kujipamba kwa nje, maana yake mapambo yote ambayo leo yanaitwa mapambo kwa lengo la kuwa mzuri ni pamoja na hivi vitu ambavyo nimevitaja. Kwa hiyo Biblia haikumaliza kwenye andiko hili, japokuwa Biblia imezungumzia kwenye maandiko mbalimbali vitu hivi vyote, lakini imejumuisha kusema kwamba kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Maana yake vyote ambavyo vinahusika kujipamba, hapo ni tunajumuisha kwamba ni mapambo. Nguo, Mungu hakumwekea Adamu na Eva kuwawekea ngozi iwafunike kwa lengo la kuwapamba, bali ilikuwa lengo ni kuwasitiri, kama jinsi ambavyo leo tunapaswa kujistiri. Kwa hiyo nguo ni kwa lengo la kujisitiri na sio kwa lengo la kujipamba. Kwa hiyo hata zile nguo ambazo ni za mtu anavaa kwa lengo la kujipamba, kama vile nguo za thamani ambazo zinatajwa, mtu anabadilisha nguo, ananunua nguo nyingine, lakini si kwa lengo la kujistiri, anakuwa ni kwa lengo la kujipamba, awe mzuri zaidi ya alivyokaa. Maana yake na yeye yupo katika kundi hili la watu ambao wamekatazwa kujipamba kwa nje. Utaenda mbali leo, si tu wanawake kama tulivyozoea sasa. Shetani ameenda mbali mpaka wanaume wanajipamba kwa hereni, na ni wasanii na wengine ni watu wa kawaida. Kwa hiyo swali ambalo najiuliza, usibezi peke yake kwa wanawake, kwa sababu mpaka leo wanaume ambao wanategemeka na wana watoto na ni wasanii wakubwa ndani ya Tanzania na nchi mbalimbali wanategemeka, lakini bado na wao wanatumia mapambo ya ambayo tuliyazoea kuwa ni mapambo ya kike: hereni, mikufu, pete, bado nao wanatumia. Hii ina maana gani? Maana yake kwamba sasa shetani ameweza mpaka upande wa pili ambao tunajifunza kwenye Biblia kwamba amefanikiwa kugeuza mpaka mifumo hii ambayo ilikuwa inatumika na upande mmoja tu wa wanawake, na sasa ameenda kwenye upande wa pili
wa wanaume, jambo ambalo bado washituki. Unakuta ni mtu mzima lakini ana hereni, ana bangili, ana pete, hashituki kwamba tulizoea sasa wanawake ndio wanafanyaga haya na Biblia imeshakataza, lakini na wao sasa wanaona ni fashion. Shetani amegeuza watu, na hii tusishangae sana, kwa sababu shetani hajageuza mfumo tu wa mapambo kutoka kwa wanawake kwenda kwa wanaume. Shetani amegeuza mpaka mfumo halali wa mfumo wa ndoa. Leo kuna ndoa za wanaume kwa wanaume. Kwa hiyo shetani aliyofanikisha kugeuza hereni, kugeuza pete, kugeuza mapambo ya kusuka kutoka kwa wanawake kupeleka kwa wanaume, amefanikiwa pia kugeuza na mfumo wa ndoa ambao sasa hivi mwanaume na mwanaume wanaishi kama mke na mume. Kwa hiyo anayesema kwamba wanaume kuvaa hereni ni kwa sababu wanaenda na wakati, anasahau kwamba hata mwanaume kumuoa mwanaume nako pia wanaenda na wakati. Haliangalii hilo, naliangalia upande mmoja kwamba wanaenda na wakati, na ni kwa sababu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia na jambo ambalo limemfanya shetani afanikiwe kiasi kikubwa sana. Na kwa mantiki hii iwaponyi hata wale ambao wanavaa hereni kwa pande zote, wanawake na wanaume, wanasuka na mapambo yote ambayo lengo lao ni kujipendezesha kwa nje. Lakini pia niwafundishe kwa wale ambao wanafikiri kwamba kuokoka basi ni kuwa mchafu kwa sababu Biblia imekataza mapambo. Hapana. Kuokoka kumpa Yesu maisha si kuwa mchafu. Ukimpa Yesu maisha ukaishi kwa utaratibu huu, haimaanishi kwamba utakuwa mchafu. Kwa sababu kama kuokoka ni kuwa mchafu, kwa sababu tumekatazwa mapambo, hata Adamu na Eva basi wao walianza kuwa wachafu wao. Biblia ijaandika sehemu ambayo Mungu alimpa hereni Eva au Adamu. Kama ni uchafu, kwa nini Mungu akuona sasa nisipo hapa, maana yake na waacha katika hali ya uchafu? Akawapa vitu vya kujistiri tu kama ngozi. Lakini hereni kwenye masikio yao bado hakuwa na hereni. Hakuwawekea mkufu shingoni. Hakumsuka nywele Eva ili sasa astirike, sababu sikujistiri nywele. Sasa kama uchafu, maana yake alianza kufanya Mungu kwa Adamu na Eva. Lakini kama kuvaa hereni, kuvaa mkufu, kusuka nywele, kutia dawa dhahabu, kutia nywele dhahabu, kuvalia wigi, kama hivi vitu ni kwa ajili ya kujistiri na kuwa msafi, basi Mungu kwa sababu hakufanya, tunamhesabu Mungu kwanza ndo alianza kuwa mchafu. Sasa je, una uwezo wa kuhesabu hivi kwamba Mungu alianza kuwa mchafu kwa sababu hakuumba vyombo vya uzuri kwa Adamu na Eva? Swali linakuja kwako ambayo unasema kwamba basi kwa mantiki hii sisi tuliokoka ni wachafu, au unataka tuwe wachafu. Lakini kama haitoshi, Biblia hii ukisoma katika Warumi sura ya 12 mstari wa Warumi sura ya 2 mstari wa 12,
Naenda na Biblia kabisa, Warumi sura ile ya 2 mstari wa 12. Biblia inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Hili andiko linajibu kwa wale ambao wanasema tunafuatisha dunia kwa sababu hatuwezi kuikwepa, kwamba kwa sababu kuna mapambo saizi na hivyo hatuwezi kukwepa, lazima tuende katika njia hiyo hiyo ya mapambo. Jambo ambalo Biblia nayo inatusaidia kutujibu kwamba msifuatishe namna ya dunia. Utasema kwamba leo uzuri, ili uonekane mzuri, ni lazima uwe na hereni. Yaani sura ndio itaonekana mzuri. Ili nywele ziwe mzuri, inatakiwa uweke rasta na wigi na dawa. Ambayo Biblia imefanyaje? Imekataza. Hii tunajibiwa hapa kwamba usifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Maana yake nini? Kama kweli unaifuata Biblia, hautofuatisha hii mifumo. Unajua maandiko haya hayakuwekwa tu kwamba ili yafurahishe watu, au hayakuwekwa kwa ajili ya Wakorinto au watu wa Rumi au wa Galatia peke yao nyakati zile. Kwa sababu leo hii kuna vyuo vinafundisha hivyo, kuna makanisa yanafundisha hivyo kwamba yalikuwa special kwa ajili ya Warumi peke yao, yalikuwa special kwa ajili ya Wakorinto peke yao. Hakuna andiko ambalo ilikuwa special kwa ajili ya sehemu fulani peke yao. Ndio maana tunasema Biblia ni hai na inaishi. Kama ilikuwa ni kwa Warumi peke yao, basi kuna maandiko ambayo hayako hai, ambayo leo sisi hayatuhusu. Jambo ambalo